ODM. 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 Asanteni sana wazee, wakina mama, vijana, bibi na bwana, hamjambo. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Takbir! 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 Asanteni sana. Vile nilisema hapo mbeleni, mimi nilitoa agenda. Nilitoa nini? Nilitoa agenda. Kawachie nyinyi mchambue. Kisha vile vile mniarifu vile mimi mnavyofikiria, vile nyinyi mnavyoona. Mimi nimesikia pale, nimeketi kwa makini sana. Kila mmoja amenguruma hapa. Nimesikia kina mama, nimesikia vijana, nimesikia wazee. Kila ndege ambaye ananguruma na kilio chake. Sasa mimi lakini nafikiri mimi nimeelewa. Sasa kuna mambo nataka kusema kifupi sana. Eneo hii nimesema mara mingi nikija hapa ya kwamba eneo hii ilibaki nyuma kimaendeleo kuanzia wakati enzi ya mzungu. Hapa inaikuwa inaitwa Northern Frontier District hadi Lamu huko. Eneo hii hayo nilikuwa. Sasa mimi tulipoleta mabadiliko, tukaleta mtawala mpya wakati wa NAK, mimi nikaweka waziri wa barabara na ujenzi katika taifa letu. Mimi nilikuja eneo hii yote. Tena eneo hili lingine kuanzia pande ile Turkana, kaingia pande ile ya Marsabit, nikaja eneo hii kuanzia Garissa hapa Wajir mpaka Mandera. Nikaenda kwa Ikulu na kuongea na Bwana Kibaki. Nikamwambia, unajua wazungu walipokuja hapa walijenga reli kutoka Mombasa hadi Kisumu. Baadaye wakatoa wengine Nakuru mpaka Uganda, mpaka Kampala. Wengine Nakuru Eldoret. Ingine Nairobi na Nyuki. Ingine Voi kuelekea pande ya Tanzania. Sasa Kenya imejengwa katika hiyo uti ya hiyo reli. Hapa ndio miji zimetokea hiyo reli ambayo walijenga. Eneo zingine kubwa ya Kenya ambayo iko mashariki, asilimia karibu 70 hakuna maendeleo. Sasa mimi ningependa wewe katika enzi yako uwe rais ambaye chini yake Kenya imepanuliwa kupeleka mashariki. Nikamwambia, mimi nilikuwa nimeenda Ethiopia kukutana na waziri wa barabara wa Ethiopia. Wakaniambia kwamba hii barabara kutoka Ethiopia kuna shida. Manake sasa Eritrea imeenda, wanaenda mpaka kule Djibouti kule kuleta bidhaa zao ndani. Kama unafikiri kusini wa Ethiopia naweza kupata huduma vizuri kutoka kwa bandari ya Mombasa. Nikamwambia, sasa mimi nataka nikubalia nianze mazungumzo, tujenge barabara toka Kibwezi tuingia Kitui kuelekea
Marsabit mpaka Moyale. Halafu vile vile tujenge barabara nyingine kutoka hapo Isiolo ikipitia Modogashe, ingia Wajir, iende mpaka Mandera. Halafu ingine toka Garissa napita Nuno, naingia Modogashe na kuna na hii kuelekea Mandera. Ingine itoke Wajir town elekea Moyale. Haya ilikuwa ni mpango yangu mimi, mpango na mimi wakati hiyo. Sasa akaniambia kwa nini tusifanye? Nikasema mimi nilikuja kuomba kibali kwako, niende kuongea na wafadhili ambao wanaweza kuleta pesa kujenga hizo barabara. Sasa tukaanza ile Garissa, Nuno kupitia Modogashe. Mimi ndio nilianza kujenga. Isiolo kuelekea Marsabit, mimi ndio nilichora nikaweka Kibaki, tukazindua hii barabara ujenzi yake. Ikaanza kufanyika. Hizi zingine zimekwama, manake wakati hiyo serikali yetu ilitoka na baadaye tumerudi kwa ile serikali nyingine, kukawa na mabutano hapa na pale mpaka sasa. Bado haya hayatengenezwa. Mimi nilifurahia sana juzi Ruto alipokuja hapa, akasema sasa una mpango ya kujenga hiyo barabara. Lakini mimi ndio nilichora. Sasa hapa mambo ya miundo msingi ni swala nyeti hapa pia. Pili ni mambo ya mfugo. Wale wengi ni wafugaji. Hapa kuna nyama mingi, hama ng'ombe na mbuzi na kondoo, hata ngamia iko hapa. Tunasema tunataka kujenga kiwanda kubwa hapa Wajir ya kufanya processing ya meat hapa ni Wajir. Alafu Wajir iko na kiwanja ya ndege. Sasa ndege inakuja inachukua nyama hapa inapeleka huko Arabuni, kule Dubai, kule Jeddah, kule kule Ethiopia, mpaka kule Uturuki. Hii ni mpango tulikuwa naye, ambayo mpaka wakati huu bado imekuwa haijatengenezwa, lakini yayo naweza kufanywa. Mambo mengine ni mambo ya stima. Mimi nasikia kuna generator ambayo sangine haifanyi kazi. Tunasema tunaweza kuleta stima, manake tuko jirani hapa na Ethiopia. Mimi nilikuwa waziri wa nishati, mambo ya stima. Tunaleta stima kutoka Ethiopia hapa, inakuja mpaka hapa. Tunawalipa mpaka nyinyi mnakuwa kwenye mains, hakuna haja ya kukua generator inaletwa hapa, ingine siji mambo ya mafuta iko na shida na kadhalika. Tunaweza kuleta stima. Ethiopia yuko na stima mingi zaidi. Sasa nyinyi hapa mmekumbwa sana na mabadiliko ya hali ya anga, climate change. Hii mnyama inaitwa climate change ni mnyama mbaya sana. Lakini wale ambao wameleta shida ni wale wazungu. Wameleta shida ndio unaona dunia sasa hali ya anga imebadilika. Mvua ikija hapa inakuja kwa fujo, mafuriko. Kuna hasara mingi inaleta, manyumba zinachukuliwa. Ikitoka hiyo mvua sasa ukame inakuja. Ukame ikija sasa mfugo hawana hata maji. Ng'ombe na mbuzi zinakufa. Sio?
tunaweza kwenda kuzungumza na tuweze kupata pesa kwa ridhaa ambayo tunaweza kutumia kujenga madams ya kutosha, ambayo wakati ambaye tuko na ukame maji iko, na vile vile tunaleta pale ambaye kuna maji, kwa kule Tana River inaleta maji na kumwaga kule baharini, bahari yakahitaji maji, tunapiga na bomba, maji inakuja hapa na teremka kila mahali, watu wanakuwa na maji ya kutosha, wanawake wasio hangaike. Sawa sawa. Sasa mwisho iko mambo hii ya ugatuzi. Ugatuzi tulileta, maana yake unajua, baada tangu uhuru mpaka wakati huu tulikuwa na tawala ya Nairobi. Tawala ya Nairobi ambaye serikali yote iko kule Nairobi. Hapa chini hapa mlikuwa hapa tu na DC na PC ako Garissa. DC ako hapa Wajia. Alafu dio, alafu DC dio, alafu chief na sisi chief huko uchini. Lakini pesa ilikuwa haikuji. Ofisi ya DC ukienda unaliza unakuja kufanya nini hapa? Kazi yake ni kuja kwenye baraza ya wazee na kutoa onyo. Tumesikia hapa kuna wengine ambaye wanafanya biashara ya miraa hapa na pale, hatua kali itachukuliwa dhidi yao. Serikali itachukua hatua dhidi wale walaghai ambao wanarandaranda hovyo hovyo. Kulikuwa hakuna maendeleo ofisi ya PC. Alafu sasa rais akija hapa, anakuja kwa nini wazee wanakwenda pale na wanaimbiwa wimbo ya kienyeji. Alafu sasa viongozi wanasema, mzee, hapa kwetu na shida ya maji, hapa kwetu tuko na shida ya shule, hapa upepo ilikuja katoa paya, watoto wanasoma chini ya mti. Katoka pale anauliza ati mbunge wenu yuko wapi? Yeye anapiga kelele Nairobi, anakaa tu Nairobi, hakuna kazi anafanya. Yeye anasema sasa mimi nitatoa pesa ya kutengeneza hiyo. Alafu narudi Nairobi. Mwaka ndio naendelea. Tulipokuwa tumesema mpaka tubadilishe katiba, tulete serikali ya ugatuzi ili wananchi waweze kuchagua viongozi yao wenyewe, badala kuleta DC hapa wakifanya makaza na nyanyasa watu hapa, wakipiga kelele anatolewa transfer, mali nyingine tena anapewa promotion. Hiyo tukasema tunataka hii ugatuzi, lakini ugatuzi watu wengi walikuwa hawataki. Kuna watu ambao wamekufa kwa sababu hiyo ugatuzi, walikuwa hawataki. Wao walikuwa wanataka waendelee na yale. Hiyo kiongozi wao walikuwa wanasema ati watu wengine wataitwa the governors to govern what? Walikuwa hawataki. Lakini mimi ninawaambia kwamba mpende msipende, ugatuzi itakuja. Sasa wananchi wanaweza kuchagua viongozi wao, gavana amechaguliwa, na pesa itoke Nairobi ije moja kwa moja hadi chini. Changamoto ambayo iko wakati hii ya kwamba pesa haitoki ya kutosha kutoka Nairobi. Hawaleti pesa ya kutosha. Kuna gavana hapa ambaye anajua kufanya kazi vizuri sana. Amekuwa gavana ya kwanza ya kuleta lami hapa juu hapa. Watoto walikuwa wanazaliwa hapa, wanakuwa watu wazima, hawajaona kitu inaitwa lami. Mpaka aende huko Thika ndiye anakuta kuna lami huko. Sasa gavana alikuwa gavana wa kwanza ya kujenga lami katika county. Sasa vile tulikuwa tumepanga hii mambo ya ugatuzi,
kama ingekuwa inaendelea vile sisi tulikuwa tunataka na tungekuwa kwa serikali, ugatuzi ingefanya kazi kuziko hivi sasa. Manake kuna pesa inatakikana ili ache sini. Mimi nilipokuwa waziri wa barabara na ujenzi, niliweka zile mashirika Kenha, Kera na Kura. Mimi ndio nilibuni hizo, ili tutoe mamlaka kwa mkono ya mtu anaitwa permanent secretary county office. Tuleta Kenha ifanye national highways, Kera ifanye barabara ya risabu, Kura ifanye ndani ya mji. Lakini chini ya ugatuzi haina haja ya kuwa na Kura na Kera. Kura hiyo yote nataka kuwa chini ya serikali ya county. Na hiyo chini ya serikali ya county. Na pesa ilete ya kutosha chini ya serikali ya county. Na hiyo kama ifanyika, barabara mingi zinaweza kutengenezwa hapa bila kutegemea Nairobi. Hayo bado haijafanyika. Mimi nataka hao watu wakubalia kwamba tulete pesa ya kutosha hapa chini mashinani. Tena kuna hii mambo ya matibabu. Matibabu kuna shida. Hii kinaitwa SHA bado haijafanya kazi sawa sawa. Lakini kuna mambo ya matibabu imegatuliwa. Lakini pesa mingi inabaki Nairobi. Shilingi bilioni 100 inabaki Nairobi. Yale ambayo inakuja hapa chini kwa mkono wa gavana ni tone ya maji tu kwa bahari. Tunataka pesa ya kutosha itoke Nairobi ije kwenye county. Tuweze kufanya kazi sawa sawa. Alafu umeongea ya mambo ya gharama ya maisha ambayo imepanda juu sana. Mambo ya ushuru iko juu sana. Sivyo? Alafu jamaa wengine akasema pale nataka NADCO report iwe itekelezwe. NADCO report iwe implemented. Sio? Hiyo NADCO report kwa sababu ya yale ambayo yalifanyika wakati ile. Sisi tulisema tuketi chini na hao watu tuzungumze juu ya swala nyeti. Tukaweka kama sisi Azimio, Kalonzo Musyoka kama kiongozi, wale kaweta ile ingine inaitwa Kimani Ichung'wah, wakaongea. Tulikuwa tunaongea juu ya mambo ya gharama ya maisha, ushuru ambao watu wanatozwa, mambo hii ya matibabu, mambo ya imla, jana ambao walipigwa risasi wakati wa maandamano, wengine wakakafa, wengine wakapata majeraha. Tukasema haya, tunataka maneno yale yote yatatuliwe, wao vijana kama wamekufa wazazi wao wapate ridhaa. Sivyo? Sasa tunasema NADCO report itekelezwe. Alafu sasa tumesema tunataka wa Kenya waje kama kitu kimoja. Mambo ya uchaguzi hatutaki tena ile Kiswahili. Tunataka tume ya uchaguzi wanaweza kufanya uchaguzi sawa sawa. Kenya inaridhika na nini. Sasa mimi niliuliza nyinyi tufanye vipi? Tujua jamaa wengine alikuwa anasema ati ameweka mtego. Alikuwa anaweka mtego. Kila mahali ameweka mtego, hakuna kitu ya kupita, kuna mambo ya handshake, kuna mambo ya nusu mkate. Sasa sema namna hiyo. Sasa mnataka tuende kwa jamaa mwenye mtego? Hapana.
Juzi mimi nilimwambia yeye hadithi ya Kiswahili. Tendawili. Tendawili. Mtego ya panya kuingia waliomo na wasiokuwemo. Unajua maana yake? Unajua maana yake? Ni maana yake? Kuna jamaa mwingine alikuwa anasumbuliwa na panya. Akipika chakula, panya anakuja anaingia na kula chakula yake. Jamaa alifadhaika sana. Kisha akaamua atafute mtego. Akaenda akatafuta mtego. Akaweka mtego hapo, akaweka nyama ndani ya mtego. Sasa ili panya kija jaribu kuchukua nyama hii, inanaswa. Jamaa katoka. Panya alipokuja akaona hiyo mtego, akaona kuna nyama lakini kuna hatari. Akajihadhari. Akaenda kwa kuku. Akamwambia kuku, kuna kitu jamaa ameweka pale kwa njia, lakini inaweza kuleta hatari. Lakini mimi siwezi kubeba peke yangu. Nataka usaidie tuende tuatoe. Akasema pana, mimi sina haja na mambo hiyo ya mtego. Akaenda kwa mbuzi. Mbuzi akasema mimi sina haja kabisa. Mimi sina haja na mambo hiyo ya mtego. Hiyo ni mambo yako. Akaenda kwa ng'ombe. Ng'ombe akasema hiyo mtego binadamu amewekea wewe mwenyewe. Wewe ndio unasumbua yeye. Wewe ndio kula chakula chako. Mimi hata mlango siwezi kuingia. Na mimi nakula nje, nakula nyasi. Kwa hivyo mimi sina haja na mambo ya mtego kabisa. Panya akafadhaika, akawacha. Kufika usiku, sasa jamaa aliweka mtego pale, akaenda akalala. Alikuwa analala na ngorota pale, nyoka ikaingia ndani ya nyumba. Nyoka ikatambaa, kaenda pale kuna mtego, pap, mtego ikamnasa. Sasa jamaa anasikia mtego umefyatuka, tap, anatoka. Anaenda, anafikiri panya imenaswa. Aende, ategue, atoe manake hiyo sijari imekufa, atege mtego tena. Lakini kulikuwa na giza, hakuona ni nyoka. Kwenda karibu pale mtego yuko namna hii, nyoka ikamdunga. Nyoka ikamuuma, pap, alikuwa peke yake. Akaugua madakika chache, sumu ikamzidi, jamaa akafa. Asubuhi watu wakija kwa nyumba wanakuta jamaa ni pale maiti amekufa. Wakaanza kupiga mayowe. Nyoka ilikuwa bado imenaswa kwa mtego, nyoka wakaua. Sasa jamaa akaanza wakaanza kupiga mayowe. Wanalia. Wakalia. Kufika kama saa 5 hivi wanasema sasa sisi tumelia sana na tumechoka na tuna njaa. Kasemekana iletwe kuku. Kuku ikaletwa, ikachinjwa, wakala. Kufika jioni watu wanazidi kumiminika pale. Kasema hawa sasa wanashinda kuku. Watashana na mbuzi. Mbuzi ikaletwa, ikachinjwa. Siku ya mazishi kaja halaiki kama nyinyi hapa namna hii. Hawa sasa wanashinda mbuzi, watashana na nini? Ng'ombe. Ng'ombe ikaletwa, ikachinjwa. Sasa hiyo mtego ilikuwa imewekwa kwa panya, lakini panya yeye kuingia. Kuku, mbuzi, ng'ombe wote waliingia ndani yake, sio? Sio sababu tunaenda kule kwa State House. Wakati ambaye Ruto ameleta
rais Museveni yuko pale, Suluhu yuko hapo, Salva Kiir yuko pale, ni wale watu walifika State House. Mimi nilialikwa pale ili niongee na yao, na yule ambaye aliambiwa atoe salamu ya mwisho ilikuwa ni yule baye mwenye mtego. Ilikuwa amesema ameweka mtego, kwamba hawezi kuingia huko sababu aliingia mtego yafanya nazo waliomo na sio sema tusiende huko. Usema namna hiyo, usema namna hiyo. Tuangalie mbele, tuangalie mbele. Ngapi nasema namna hiyo? Nione mkono. Those as many as that opinion say aye. As many as the contribution say nay. Wale ambao wanaunga mkono nione kwa mkono, nione mkono hapa. Asanteni sana. I think the eyes have it. Asanteni sana sana.